Naam, ndugu zangu wapendwa, na wasalimu kwa upendo kokote kule duniani, amani iweze kutawala. Ambaye niko mbele yenu muda huu ni Maalim Abdul Karim, na leo nakuleteeni somo kubwa kabisa. Somo kubwa kwa nini? Somo linalohusu nyota. Mimi naongelea nyota kwa ukubwa wake na kwa ujumla wake. Nini nyota? Tunasema maisha na mzunguko wa kidunia kiujumla kwa viumbe unatawaliwa na nyota. Na nyota imekusanya nguvu zote za mzunguko wa sayari. Kwa hivyo kinachozungumza zaidi kwenye maisha ya mtu ni nyota. Na kumekuwa na wimbi kubwa sana la watu kuweza kupitisha makala za aina mbalimbali kuzungumzia nyota. Na kama utakuwa uko makini, basi utaona namna ambavyo umuhimu wa nyota ulivyo katika maisha ya viumbe. Kwa hiyo ukiwa wewe huwezi kuielewa nyota yako vizuri, basi utakuwa una mapungufu. Sasa kuna watu wale ambao pengine wana majina 3 mpaka 4, ambao sasa nyota zao zinakuwa zimeingiliana. Kuna wakati inasimama nyota ya punda, kuna wakati nyota ya mshale, nyota ya kaa, yani nyota ya udongo. Kwa hiyo yani ni watu ambao nyota mtu mmoja lakini ametawaliwa na nyota kadha. Si jambo baya sana. Tunasema nyota lazima iweze kuzungukiwa na madini. Sasa wewe ikiwa una changamoto ya nyota mara kwa mara, kwamba nyota yako inakuwa ni yenye kuathiriwa, ukifanya jambo kidogo tu linaharibika, basi ujue ule mlingano ama mzunguko wa nguvu pinzani zinasababisha kwamba sasa nyota yako iwe inakuwa chini. Sasa utafanyeje wewe ambaye uifahamu nyota yako? Kuna watu hawaamini katika nyota. Wao wanaamini kwamba kila kitu kinaenda katika utaratibu wanaouamini wao, ila wao sio watu wa hesabu, sio watu wa kujua kwamba labda nyota inaweza ikaniletea riziki, ikaleta riziki. Na kweli nyota sio yenye kuleta riziki, lakini nyota ni katika hesabu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu na majini kiujumla wake. Sasa ukaweza kuinua nyota yako kokote kule uliko, kama unanisikia vizuri, na ikawa haina mashaka yoyote kwa kutumia madini. Na sana tumesema kwamba ni vizuri zaidi ukapenda kuweza kutumia madini ya fedha, ama wanasema madini ya silver. Silver wengi wanaijua silver. Silver ina madini ya fedha, yana asili ya kufyonza sana kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kwa mtu huyu ambaye nyota zake ama nyota yake ina muingiliano na nyota zingine, ndio tunasema mtu mmoja na majina 5. Hayo yote ni majina ambayo yeye pengine anatumika katika biashara. Kwa hiyo kuna msuguano hapo wa nguvu kinzani. Sasa ili wewe kuweza kubalance nguvu za nyota yako, ni lazima uweze kumiliki madini ya fedha. Tunapozungumzia madini ya fedha tunazungumzia silver. Kuna watu wanavaa pete za silver. Sasa kwa nini wewe unashauriwa sasa zaidi kuweza kutumia madini ya silver, kubeba madini ya silver katika vidole vyako ama katika nyumba yako? Unaweza ukatengeneza silver kubwa ukaweka katika nyumba yako. Hiyo basi inafanya kazi kubwa ya kuvuta ile mikosi na vitu vingine kinzani. Alafu utaona kuna nyakati inabadili rangi. Sasa inapobadili rangi huwa ina mtindo wa kufifia. Yani madini ya fedha yanakuwa yana mtindo wa kufifia. Sasa kama endapo utaona habari kama hiyo, changamoto kama hiyo inakutokea pale ambapo wewe umeweza kutumia madini ya fedha, basi ufahamu ukielewa kabisa kwamba ni wakati sahihi wa wewe kuweza kusafisha nyota yako. Hicho ni kipimo nimependa niweze kuwaletea hasa katika mlolongo wa nyota. Kuna wale ndugu zangu ambao hawaelewi chochote kuhusu nyota. Sasa wewe baki na katika uelewa wako huo wa kutokupendekeza sana mambo ya nyota, lakini nakushauri zaidi uweze kubeba madini ya fedha. Madini ya fedha hayo yatakusaidia kujua nyakati na vipindi, namna ambavyo unaweza kusafisha nyota yako. Kwa sababu kuna watu wanasafisha nyota mara 2 kwa mwaka, wengine wanasafisha mara 3, wengine mara 1. Sasa hii ukiwa na madini ya fedha yatakusaidia wewe kujua, kumbe napaswa kusafisha nyota yangu kwa nyakati gani. Na nakusudia sasa zaidi ni vyema ukavaa pete ya fedha yoyote uipendayo katika kidole chako, basi ile huwa inafyonza baadhi ya takataka, na kuna wakati fulani utaona sasa inaanza kufifia.
inapofifia, hayo yanapofifia madini yako ya fedha ambayo umeyapenda wewe ukavaa, basi ujue ni wakati wako sahihi wa kuweza kumuona mtaalamu, wa kuweza kumuona mtabibu ambaye amebobea kwenye masuala ya nyota ama kwenye masuala ya nyota, aweze kuangalia taratibu za kuweza kusafisha nyota yako ili iweze kukaa vizuri. Na mara unaposafisha nyota yako ikakaa vizuri, basi utaanza kuona taratibu yale madini ambayo umevaa kidoleni kwako, kwa maana ya pete ya fedha, utaanza kuona inaanza kurudi kwenye mng'ao. Sasa unaona sasa kwamba hapa sasa mambo yangu yanaenda kuwa mazuri, kwa sababu tayari unapata ishara nzuri. Kwa hiyo haya madini ya fedha yanakuwa ni madini mazuri sana kwa ajili ya kufyonza na kubalance nguvu kwa wale ambao sasa wana majina kuanzia 2, 3 mpaka 4. Inakusanya vile vitu na kuweka nguvu katika usawa mmoja, ukaweza kujielewa, ukaweza kusafisha nyota yako kwa kutumia madini ya fedha. Ni wakati sahihi ambao utajua sasa, kumbe mimi katika mwaka mmoja, basi muda wangu sahihi wa kuweza kusafisha nyota yangu ni mnatakiwa nihitajiki ni mara 3, kwa maana kila baada ya miezi 3 pete yangu ya fedha inakuwa inafifia, inabadili rangi, inakuonyesha ishara kwamba ni muda sahihi wa kuweza kurekebisha nyota yako. Na unaona inapozidi kung'aa zaidi, inakuwakilisha kwamba sasa nyota yako iko sawa, inatakiwa uweze kupandisha nyota yako. Kwa hivyo nimeweza kuwaleteni faida kubwa, namna ambavyo kwa wewe ambaye hauelewi nyota yako ni nyota gani, basi unaweza ukawa na pete ya fedha katika kidole chako, ikaweza kukusaidia kukuonyesha ishara na nyakati za kuweza kusafisha nyota yako. Basi mimi ni wenu Maalim Abdul Karim, ambaye unaweza ukanipata kwa namba za simu 0615 33 94 35, ukanipigia nikakupa maelekezo zaidi kama kuna sehemu ambapo hujaweza kuelewa. Na kuna ndugu zangu wengine ambao wako nje ya nchi, usisite, unaweza ukaanza na alama ya kujumlisha 255 615 33 94 35, ukaweza kunipata. Na vile vile wadau wangu wa nguvu, msichoke, muendelee kusubscribe channel yangu, ili kwamba yale masomo mazuri yanapokuja basi muwe ni wenye kufaidika inshallah.